Nakushukuru kwa upendo wako. Asante. Mchungaji alisimama mbele ya... Sasa sikia, unaona hii ni sumu. Hii sumu sio lazima ale tu, hata kinusa tu kauhai kanaondoka. Uwe makini na wewe, hakikisha ukishamwekea tu unanawa mikono yako safi na sabuni. Shika mkono wa kushoto. Sawa. Afu najua ule mshenzi kashastuka, lakini pia mimi nitafanya kama ulivyoniambia, kwa sababu si unajua mimi nakupenda. We. Ndio kastuka. Sasa sikia, hii ni kesi. Mimi nakuamini, ndio maana nimekupa hii kazi. Basi usijali, mimi nitafanya chochote kwa sababu yako. Sasa ukinifurahisha, mimi nitakufurahisha zaidi. Sawa. Wewe unajua mambo yako. Sasa hebu wahi, afu kuwa makini sana, usione na mtu, sawa? Sawa. Asikuone mtu. Sawa. Ona. Bye. Aya, asante. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa, jicho lake ni jambo la heri kama tumeshapata. Kaka samahani, una maongezi kidogo na unaweza kutoka pembeni kidogo? Wifi yangu samahani. Nataka kuongea na kaka kidogo. Usijali. Dada, unajua huyu ndio siri wangu na huyu ndio mwanamke kwa kwangu mimi katika hii familia. Sina imani kama kutakuwa kuna siri yoyote ambayo kwamba ninapaswa kumficha yeye. Sawa, lakini ninamshukuru Mungu kwa hii neema, ni kwamba unachotaka kuniambia ninakifahamu na kifahamu. Maana yake tujifunze kidogo kwenye Biblia. Ukisoma vitabu vya Hesabu 12:7 inasema lakini inasema si ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Sawa? Maana yake kwa fasiri ya Biblia, maana yake Mungu anaweza akasema kwa ndoto, kwa maono, lakini pia husema kwa sauti. Kwa hiyo usiwe na shaka dada, huyo ni rafiki yako, lakini kitu kikubwa ninachokiomba kwako ni maombi kwenye Mungu, hasa sana ya. Kwa hiyo usiwe na shaka dada, Mungu tu akutunze, na kama nilivyosema kwamba nimefurahi sana kwa ujio wako. Kwa hiyo mara ni muda mrefu sana. Sawa kaka, nimekuelewa. Sawa, nashukuru. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri. Ndio kama nilivyokuelezea baba mchungaji, hayo ndio maisha ninayopitia kwenye ile ndoa. Sawa, mimi nimekuelewa, na kiuhalisia
Ukisoma vitabu vya Mithali 31 kuanzia 10, Biblia inasema mke mwema nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato yake. Na imani kwenye hili jambo, kuna mlango wa kutoka juu ya hili jaribu ambalo limeingia kwenye ndoa yako. Hivyo unapaswa kuwa na imani na amani ya Mungu ikae ndani yako, ili Mungu aweze kukushindia juu ya hili mwanangu. Sawa? Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu na cha msingi sana, wewe unapaswa kukisikiliza na kukifanyia kazi. Kwa ndio hivyo. Kwa kweli ninachohitaji kwa sasa ni maombi. Mungu anipe hata mume mwingine sasa. Ni kweli una haki kusema hivyo au kufanya hivyo. Lakini ukisoma vitabu vya Ufunuo 2:9 anasema ninaijua dhiki yako na tabu yako. Najua umaskini wako lakini utajiri. Maana yake hakuna kitu ambacho sisi tunaweza tukakifanya pasipo kumshirikisha Mungu. Atafungua milango na hatua nyingine zitakaa vizuri na ndoa yako itaimarika. Si umenielewa mwanangu? Hicho ni kitu cha msingi sana, unapaswa kukishika siku zote za maisha yako. Mimi na imani kama uko tayari, ni vyema nikakukabidhi kwenye maombi ili Mungu aweze kutenda kwenye ndoa yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamkabidhi mtoto wako Loveness. Ninaomba Mungu kaitunze ndoa yake, ukairekebishe kila mapando, kila namna ya uovu katika jina la Yesu Kristo. Ninairejesha ndoa yake kwa upya. Baba, katende muujiza kwenye ndoa yake sasa, yakaonekane mapya kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa, jicho lake likamtazama. Shangae nimekuita hapa kwa sababu hasira. Sina raha hata kidogo. Na sioni sababu ya mimi na wewe tukutane kwa mzuri. Rozo waniboa. Kwa sababu kila kitu kishapanga. Nimetumia gharama zangu kununua maisumu. Kila kitu mipango nikupa. Kwa nini unafeli sasa? Kwa ndo wao kama unita. Sana nimekutana. Mimi najitahidi. Najitahidi nafanya kila mbinu. Ila sasa inashindikana. Wewe usinilaumu, nataka tukae chini tujue tunafanya nini. Unashindwa. Lakini wewe basi. Tunabishana. Mbinu zote nishafanya. Kama ni sumu nishakupa. Kuna vitu kibao nimekupa. Information kibao nimekupa. Kipi unashindwa na yule mume wako? Si mwendo tu umalizane naye. Hivi unahisi nisifanye chochote? Nafanya kila kitu. Najitahidi ila nashindwa. Usione kwamba nimekaa hivi nakaa kimya unaona kwamba sifanyi chochote. Nafanya kila kitu. Basi sikiliza, msikie. Kwa natamani mimi wewe unapenda tu ninavyojifuria mwenyewe, si ndio? Pale mjengo wangu unaoishi ovyo ovyo. Ni rahisi. Sio rahisi. Ningekuwa rahisi mkuta nishafanya. Na mimi napambana, usione kwamba ninavyokaa kimya hivi sifanyi chochote. Nafanya kila kitu. Na pia sijapenda mimi kunileta hapa. Basi. Kwa nini usinike ambapo unanitaka siku zote? Hapa unanitaka. Unanichora sasa. Sasa sio. Kwani katokea akapita hapo? Basi. Uone sasa atafikiria nini? Sasa. Mboni yako. Bye. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Katibu wa kanisa, jicho lake likamtazama. Bwana Mirambo. Naam. Unajua ninafurahishwa sana na utendaji wa kazi wako hapa kanisani.
na ninamshukuru Mungu kwa kunipa katibu mchapakazi kama wewe. Mimi nikushukuru sana kwa kunipa hizo sifa. Naamini wewe mwenyewe unatambua uchapakazi wangu. Na nasema asante sana kwa hizo sifa. Nimekuita hapa kwa jambo moja, maana nina safari. Na imani kesho nitaanza utaratibu wa safari, lakini safari itakuwa ni kesho kutwa. Kwa hiyo huduma za hapa zote zitakuwa ziko chini yako. Na imani umepakwa mafuta kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Na siku zote unapaswa kuwa tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa hiyo nisiwe na mengi ya kuzungumza, nikukabidhi funguo. Hizi ni funguo za hapa kanisani. Funguo moja ni ya mlango mkubwa na funguo nyingine ni ya mlango mdogo. Lakini hizi ndogo ni kwa ajili ya ofisi hizo mbili. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ninakuamini na ninakutegemea kwamba watu hapa hawatakosa huduma kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, ni mpako mafuta wa Mungu. Amina. Amina. Ninabarikiwa sana kukuona na kwa namna unavyoendelea kumtumikia Mungu. Nashukuru kwa hilo. Sawa, asante. Mungu akubariki sana. Sawa. Na imani hizi siku 2-3 ambazo nitakuwa sipo, mama mchungaji yupo. Kwa hiyo mtashirikiana kwa kila hatua, lakini mtendaji mkuu hapa ni wewe. Sawa. Sawa. Asante. Mungu akutunze. Amina. Sawa. Unaendeleaje lakini? Uko nyumbani unaendeleaje? Kwa nyumbani nashukuru. Sawa. Kuna changamoto yoyote? Basi vizuri. Wako vizuri. Sawa, mimi nikuache niende sasa nyumbani. Na imani mama mchungaji atakuwepo, maana yeye atabaki. Sawa. Sawa. Haina tatizo. Asante. Sawa. Asante. Tuko pamoja. Sawa. Mungu akutunze. Amina. Asante. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Amina. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu. Kuna mambo fulani ukiyafanya kiukweli unanisikia sana. Siwezi kueleza. Na nikikwambia nini kinanifurahisha, itabidi ukiongeze. Sasa itakuwa kama mgema akisifiwa anatia maji. Hebu sema kitu gani? Yaani kwa upande wangu mimi nimefurahi sana kuona. Nimefurahi ujio wako kwa sababu nilikumisi sana. Hicho nilikumisi sana. Kingine na kiona kinajificha. Kitu gani? Nikwambie. Oh. Asante. Nakupenda pia. Oh. Umetoa si shetani kasikia. Shetani kasikia. Sio mbaya. Nimekunong'oneza ili shetani asisikie. Basi mimi nikunong'oneza. Ya kwa kumetenya. Hajasikia. Hajasikia. Hajasikia shetani. Sawa. Kuna kitu nataka. Si usalama upo? Ndio kwa sababu katoka. Katoka. Kaenda wapi? Kaenda huko kwenye kikao. Vikao vya kichungaji kaviishi. Sikia swali. Hapo kurudi saa 5, saa 6. Kwa muda ni wetu sasa. Sawa sawa. Asante. Tuanze nani? Sijui. Chochote kile. Sawa. Naanza 1, 2, 3,